niwaombe viongozi wangu wa Yanga wa ngazi za juu waendelee na msimamo wa kusema mechi haitarudiwa. Hata kama tutapokwa point na kupigwa fine, tuko tayari wazee wa Dodoma na Watanzania wengine wote wapenda Yanga kuchangia hiyo fine itakayotoka. Na mimi nikiwa naongoza hata kwa kuuza seti zangu. Kwa sababu haiwezekani watoto mmezaliwa baba mmoja na mama mmoja, lakini mwingine anatengenezewa favor ya kupewa ukaribu, nenda kasome international, mimi napelekwa Kayumba. Ninapokwenda kusoma Kayumba bado nafanya vizuri kuliko hilo uliyempeleka international, wewe unaamua kutumia nguvu na mamlaka ulionayo kusema kwamba wewe unayesoma Kayumba umeferi. Mimi sijaferi, naferishwa. Naferishwa kwa sababu gani? Kila mtu anaona. Tukirudi sasa hivi kwa mpira wa Tanzania, tukachukua mtu kutoka nje, either Urusi, India, China, Japani, kwa watu wa mpira, tukawaleta hapa, tusiwaambie hii ndo Simba, hii ndo Yanga, hii ndo Mtibwa, hii ndo Azam. Wafike tu waangalie. Mnaambia kwa sifa ambazo mnasikia Yanga kwamba anacheza vizuri, nyinyi mmeangalia kwenye mechi zile, Yanga ni timu ipi? Yani yule mgeni atakwambia Yanga ni hawa wanaocheza vizuri, kwa sababu atajionea mwenyewe, kwa sababu ni mtu wa mpira. Sasa masikitiko yangu ni pale walipozungumzia wenzangu. Juzi rais wetu wa chama cha mpira alipofika, lugha aliyoitumia kwanza sio lugha ya kimpira. Ile ni lugha mimi nimekosana na mke wangu nyumbani, naenda kumtamkia kwa sababu nammiliki, nimemlipia mahari. Kalia hajailipia mahari Yanga, ila yeye amepewa dhamana tu ya kuiongoza. Kwamba mimi nitakuwa kiongozi wa mpira, watu wote wafate sheria ya kulia na kushoto. Lakini anachokionyesha kwa Watanzania, yeye anafuata sheria ya kushoto ambako yeye ana itikadi nako, lakini huku kulia anaendelea kukugandamiza. Mimi napata wasiwasi hata ile nia aliyoweka kwamba anataka kugombea tena. Ningekuwa na uwezo mimi wa kimungu, ningewageuza wapiga kura wote wampe 0. Kwa sababu sisi tunahitaji kusonga mbele kimaendeleo ya mpira, tuwafikie Uingereza, Spain, Ufaransa na mataifa mengine, Argentina na wengine wanaofuata. Lakini kwa mtindo huu tunaokwenda nao, timu yetu ya taifa itaendelea kuwa sikio la kufa ambalo alisikii dawa. Hata ukimleta nani, tuna wachezaji wengi. Tukichukua orodha sasa hivi kuchukua wachezaji wa Tanzania waloko Sweden ambao hawajacheza timu ya taifa yoyote, wako zaidi ya 14. Lakini leo hii ukiwaambia njoo cheza timu ya taifa ya Tanzania, wanarudi nyuma. Wanarudi nyuma kwa sababu ya misingi. Misingi tulioitengeneza juu kwenye chama chetu cha mpira ni misingi ambayo haina faida. Mtu ambaye unaweza kumtukana kakaa kimya ni mkeo kwa sababu umemlipia mahari. Na hata akilalamika atawaambia ndugu zako kimya kimya. Lakini yeye kalia kaitukana Yanga, ni chafu, wachafu wale. Sisi ni wachafu. Ametufeva kati ya klabu ambayo ameifeva Tanzania hii ni Yanga, ameifeva wapi? Aweke hadharani kila ambacho ameifeva Yanga. Alafu sisi tuuza seti zetu tumrudishie kila ambacho yeye ameifeva Yanga, kwa sababu huwezi kutamka mbele ya hadhara kwamba huyu dada mimi nimemfeva sana, msimuona anapendeza hivi, mimi ndo nampendezesha hivi, wakati huo mimi sijawahi kutoa hata shilingi 100 kumpa. Na kama ametoa ni vile vitu ambavyo vinastahili kutoka kwa wadhamini wanaosimamia ligi, labda wadhamini wa matangazo, wadhamini wa ligi, zile pesa zinazopitia kwake. Lakini kutoa pesa yake mfukoni kumpa Yanga, kama ametoa, waleta, hata mimi nitauza seti zangu Dodoma nichangie sehemu ya kumrudishia. Aitangaza hadharani.